Mama, mama, mama. Mama. Oh. Mama. Mama, I'll explain it. Give me time. Utanieleza nini? Nini utanieleza wewe? Mama yako mchungaji kweli? Unadiriki mwanangu? Hivi ndivyo nilivyokulea mimi? Hivi nilivyokulea mwanangu? Mama, nitakuelezea kila kitu mama yangu. Nipe muda. Kila kitu kitakuwa sawa mama. Hapana. Hapana, uliniambia umebadilika. Hivi ndio umebadilika baba? Kweli jamani? Mama, kile ulichokiona kule hakina ukweli wowote. Una akili wewe? Nilichokiona sio cha kweli. Cha ukweli ni kipi? Hivi unaniona mimi mtoto mdogo eh? Haya, niambie hicho cha ukweli. Mama ifu. Mshenzi wewe. Ndio maana nilikuwa na shaka na wewe toka siku ya kwanza ulipoingia kwenye hii nyumba. This is your fault. Ureka chiyoshi na hene nare nako hateka. Kitike kine nare hateka karere naryo. This is my fault. Heki. Mama, nini kina shida? Kwa kweli hii dunia ina mambo ya kishenzi. Mambo gani hayo ya kishenzi mama? Si mama mchungaji na kwa unafanya nini tena? Mimi tangu siku ya kwanza naingia humu ndani, mimi nilikuwa na hofu naye. Nikajua tu kuna kitu kitakuwa kinaendelea hapa. Na kweli kuna kitu kilikuwa kinaendelea na leo nimekiona. Ona sasa. Ona sasa. Sasa mama, unapopaniki namna hiyo, unavoshauti, unavokuwa na jazba, mimi nitakuelewaje? Kwanza tulie mama, calm down kwanza. Punguza jazba, kisha niambie taratibu. Mimi ndipo nitakapokuelewa. Sikulitegemea. Sikulitegemea kuliona kwenye macho yangu. Mama mchungaji alinikuta nimekaa. Akawa ananichungulia kama ananiangalia angalia hivi. Baadaye akaniaga, mama, mimi naenda kufanya usafi. Nikamwambia sawa. Lakini roho yangu ikaniambia hapana. Hapa kutakuwa kuna kitu kinaendelea ambacho hakipo sawa. Roho yangu ikasema hebu nenda chumbani kwake kamwangalie. Nikaingia chumbani kwake sikumkuta. Roho nyingine ikaniambia hapana, hebu nenda kwa Clam. Nimeingia chumbani kwa Clam. Huwezi kuamini. Ghafla nimemkuta mama mchungaji na Clam wanataka kufanya tendo la faragha. Jesus Christ. Hey. Mama, hivi ni kweli? Kweli mwanangu. Sasa mimi nikuongopeliweje? Siwezi kukuongopea, ni kweli nimeona kwa macho yangu jamani. Nitendo nikose uchola mwangu ndani. Yaani Clam alipofikia hapa sasa amezidi mama. Yaani kaka alipofikia hii hatua amezidi. Huyu mtoto aliniambia amebadilika. Amebadilika nini? Hivi ndio kubadilika kwenyewe? Eti mama yangu ndio kubadilika huku. Yaani mama, kaka sasa hivi inabidi tumfanyie maombi. Yaani hatua hii aliyofikia, mama inabidi tufanye maombi kwa ajili yake. Huyu ni pepo. Yaani kabisa hili ni pepo mama. Na tusipolikemea mama ili pepo, litafika mbali. Alafu hili swala mama la kusema kwamba tuende kijijini, naomba mama hili swala tuisitishe. Mimi naona tubaki hapa tukae na kaka tupelekeze. Na tumwambie kuhusu hili jambo. Na huyu mama mchungaji yeye ndiye anatakiwa arudi kijijini. Arudi kwa mume wake. Babangu, mimi nimekuelewa. Nitafanya kama unavyotaka. Lakini naumia.
Kaniki, nakupenda sana mume wangu. Nakupenda sana, hilo unalifahamu eh? Sasa unajua nini? Leo nataka kuniambie ni nani? ni mama. Basi mpokelee. Siwezi kumpekelea sasa hivi. Mpokelee tu na mwambie ukweli kwamba tayari tushaekana sawa mimi na wewe, na ndo mwana wa mama kubaki hapa nyumbani kwako. Wafikiri ni rahisi kiasi hicho? Haya, akiniuliza tumeshaekana sawa nini, nitamjibu ni Na sawa. Kaniki, nahitaji leo uniambie ukweli ambao siujui. Nahitaji uniambie kuhusu kazi yako na uniambie kuhusu utajiri wako, kwa sababu kila siku waga ananiambia ni mitikasi mitikasi. Kwa hiyo leo nahitaji kujua ni mitikasi gani. Sawa, lakini ni muda mrefu tumekuwa tuko sawa, mke wangu, na leo ni kama Mungu tu amefanya mpaka tumekuwa sawa. Hivyo naomba unipatie wiki moja tu, mke wangu, alafu baada ya hapo nitakueleza kila kitu. Hapana, wiki moja mbali sana. Kama ni muda basi we kesho asubuhi. Mke wangu, nahitaji kuirudisha ile furaha yetu tuliokuwa nayo hapo awali. Kwa hiyo pale tutakapoirudisha, na baada ya hiyo wiki nilokuambia, nitakueleza A to Z, yaani ukweli wote ambao utakaohitaji kujua kutoka kwangu, nitakuwa niko tayari kukufahamisha. Na katika hilo naamini utanielewa vizuri sana, mke wangu. Sure, I'm telling my love. Sawa, nakupenda mume wangu. Mimi ni zaidi yako. Mapenzi nimekuwa kachala, nalewa nisipokuona shindwa kulala, nayumba magharibi likizama jua nipo naye sibadili. Chi, unaweza kuniambia hiyo mimba ni ya nani? Unamaanisha nini mama? Unataka nimaanishe nini wakati maana hilo swali inaeleweka? Unaweza kuniambia sababu gani iliyokupelekea wewe kufanya hivyo? Ndiyo mama, na nina kila sababu ya kufanya hivyo. Una zaidi ya upumbavu na ujinga kukupelekea mpaka ukafanya ujinga kama huo. Wazazi kama wewe ndio huwafanya mabinti zao, watoto wao kufa kwa depression, kwa sababu hamwapi nafasi ya kuwasikiliza.
nisamehe. Nisamehe sana mama yangu, na ninaomba pia ya mambo yasipike kwa mchungaji. Mimi ni mama mchungaji, kitendo nilichokifanya ni cha aibu na ni shetani tu kanipitia mama yangu. Hapo nionee huruma. Kelele wewe! Shetani gani aliyekupitia wewe? Nakuuliza, ni shetani gani? Tena Klamu anasema eti kwamba wewe ndio uliyemtongoza. Hivi unafikiri baba mchungaji akilijua hili, unadhani itakuwaje eh? Mama, na ndio maana niko mbele yako hapa nikiomba msamaha. Sitaki afike kwa baba mchungaji, ataniua na hatunitegemea kama mimi ndo nimefanya kitu cha aibu. Nisamehe mama yangu, niligafirika tu, akili zikawa zimenitoka. Nisamehe mama. Yaani wewe ni miongoni wanawake washenzi katika ulimwengu, haijawahi kutokea. Tena ni mshenzi kabisa wewe. Haya, ulikuwa unang'ang'ania kukaa hapa kipindi chote hicho, nia yako nini? Kumbe ndio maana nilikuwa nikikwambia urudi kwenu, ulikuwa utaki. Ulikuwa na lengo lako eh? Nia yako utembee na mwanangu, unamtaka mwanangu, unamshawishi mwanangu. Yaani baada mwanangu akushawishi wewe, wewe unamshawishi mwanangu eh? Mama, sikuwa na maana hiyo, haikuwa maana yangu, ni shetani mama. Nimefanya kitu cha aibu, nionee huruma. Nakuomba mamangu, nionee huruma, mimi unisamehe. Naombeni jamani, mnisamehe. Kelele mjalana wewe. Mama, huyu mama mchungaji naweza kusema ni shetani. Hana imani na Mungu hata kidogo. Kuna maneno nakumbuka alikuwa akiniambia ni aibu hata kuyasema, uwezi hata kuyazungumza hapa. Ametumia mbinu tofauti ili tu anishawishi nilale na yeye, lakini nimekuwa nikimkatalia mara zote hizo, na hata pale ulipotukuta mama, nilikuwa nikimkatalia. Sina budi kuomba msamaha mama, naomba unisamehe mama yangu. Huo msamaha kamwombe Mungu wako. Narudia tena, huo msamaha nenda kamwombe Mungu wako, uende ukamwombe na mchungaji eh? Sasa nisikilize, sisi haturudi kijijini, ila wewe kuanzia sasa naomba uingie ndani ukachukue kila kilicho chako, uondoke ndani ya nyumba hii, urudi kijijini. Nadhani umenielewa. Mama, sasa tunafikaje kwenye kuondoka mama yangu? Kwanza nifukuze. Nisamehe mama, naomba nisiondoke, nipatie nafasi nyingine. Nioneni huruma jamani, kijijini sio pazuri. Nanipelekaje huko jamani? Mama, nipatie nafasi nyingine, nitajirekebisha, nitajiheshimu. Mbona inawezekana? Wewe, ina maana nilichoongea hujakisikia? Sawa mama, kuondoka pia inawezekana, lakini sijajipanga mama yangu. Ni lazima niombe nauli, sina hela mama ya kwenda. Naomba mama yangu. Shika hii. Wewe, rudisha hiyo hela. Hiyo hela yote ya nini? Mpe 10,000 tu, huyu ndo inamtosha. Mama, sio kweli. 10,000 ufiki kwenu? Mama, na shida na hela, naachaje hii hela sasa? Yaani namrudishaje hela kama hii? Sio kweli jamani, kijijini sio pazuri, kuna njaa kule eti. Na kama pangelikuwa pazuri, basi tungeongozana sasa hivi mimi na wewe tukaenda kijijini, lakini kwani unang'ang'ania hapa mjini? Unataka kula vizuri. Mimi ni nani? Siwezi kurudisha hela mamangu, utanisamehe. Baba, asante, lakini sio kwa kurudisha pesa. Sawa. Nenda ndani kachukue vilago vyako. Yote hayo umeyataka wewe. Si ushapewa hela, nenda. Mama, ukweli mimi sitaki hata kumwangalia usoni. Ni mshenzi. Hongera, umefanikiwa kumrudisha mke wako kwenye mikono yako. Asante. Lakini pia pole,
kwa sababu hivi karibuni unaenda kumpoteza. Kivipi tena? Kwa sababu mke wako ana shauku kubwa sana ya kutaka kujua katika hiki chumba kuna nini. Hivyo basi sitomwacha. Akijaribu kuingia katika hiki chumba, nitamfanya kama nilivyofanya mdogo wako. Usiniambia hivyo bwana. Usiniambia upuzi. Ndio nini sasa? Kaniki, sipendi kufokea. Wewe cha kufanya, ongea na mke wako akae mbali na hiki chumba. Karibu mama. Asante mwanangu. Hebu niambie kwanza, mimi sijakulea hivi ujue ni kitu gani ambacho kimekubadilisha na kuwa mtoto wa design hiyo? Maana kila aina ya tabia ambayo unaionyesha imekuwa mpya katika macho yangu. Eti baba, nini shida? Najua ni vigumu sana mamangu kuweza kunielewa, hasa kwa hichi ambacho kimetokea, lakini kama nilipokueleza hapo awali kwamba mimi nimebadilika sasa hivi, ni vile tu mama mchungaji alikuwa anataka kunilazimisha kuingia kwenye njia ya shetani. Hayakuwa matakwa yangu. Babangu, mimi mama yako nakupenda sana, nasipendi uharibikiwe. Umenifurahisha, umenipa thamani mama yako. Maisha tunayoyaishi hatukuwahi kuyaishi kabla. Umenionyesha upendo ambao hukuwahi kunionyesha kipindi ukiwa mdogo, lakini pia na enjoy maisha, nafurahikia utajiri wako mwanangu. Mimi nilikuwa na wazo, nilikuwa naomba basi uoe. Naamini hili itakuwa ni jambo jema na litakuweka karibu na Mungu. Shida sio kuoa mama, shida ni kumpata wewe mwanamke wa kumuoa. Unajua wanawake wengi siku hizi wako wakizitafuta ndoa, lakini malengo yao si kujenga familia. Malengo yao ni kuchuma mali, na baada ya hapo kudai talaka ili mgawane hizo mali. Sasa unapotafuta mke wa kuoa kisha ukakutana na mwanamke wa design hiyo, hapo ndipo utakapojua kwa nini chai hutiwa sukari. Kweli lakini, ila kuhusu hilo swala la kuhusu mwanamke, niachie mimi, nitajua cha kufanya. Umenielewa? Sawa, mimi nakuachia wewe mama. Naamini unaweza kutafuta mke mzuri mwenye maadili, sababu wanasema utu uzima dawa. Hakika. Hapo. Alirudishi kimtini, ayarudishi kimdomoni, kwani anafika buchani nyama irudi kwa ng'ombe. Serenge shariko loga alirudishe na simentio. Kwe wangu we. Wao wawezana nini hata mimi nishinde nani? Nishinde tuna nini? Wao wawezana nini hata mimi nishinde na nini? Hapo. Hey! Wewe! Pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo.
Kiukweli mama, nimeenjoy sana. Hata mimi nimeenjoy. Kumbe mama, na wewe hizi unazirudi? Hizi sana tu, tena hizo ulikuwa utaniambia nini? Wewe acha tu. Sasa baba, huyu mwenzio Mwarabu, Mpemba au Mjapani? Mama, huyu ni Muhabesi na haya ndo mambo yao. Sawa, tuachane na hayo. Twende nje pamoja na mazungumzo na wewe. Mama, ndio kunifai. Unatoka nifai. Napenda hapo. Na mama. Baba, kwanza kabla ya yote, kwanza nikupe pongezi. Kiukweli mke wangu una moyo mzuri sana. Yaani una roho ya kipekee. Mama, shukrani. Hasa na kingine kuhusu huyu kiulizo. Kile kiulizo chake kile kinamaanisha baba, yule mtoto ni muuni, mtoto yule ni mwizi, ni tapeli. Hivi ninavyokuambia, mama yake amemfukuza nyumbani, ndio maana anatangatanga amekuja kukimbilia huko kwenu. Yaani mwizi yule mtoto afai, anavuta mibangi kama chizi. Yaani ukifanya masiala mundani atawapiga. Mimi nachoona bora umpe na ule ondoke. Mama, tukifanya hivi itakuwa haijakaa kiungwana. Wakiulizo, njoo kwa mara moja. Vipi baba, hujamisi kwenda nyumbani? Kwa sasa hapana. Inatakiwa uondoke, uende nyumbani kwanza, uache watu na ndoa yao kwanza idumu kidogo, watu wa relax na ndoa yao wafurahi. Kitu gani jamani? Hizi familia za kimaskini hizi, yaani mtu anaoa mmoja lakini wanakuja 11. Kwani kawa wako mzima? Baba, hebu mpe nauli waondoke. Mama, kama nilivyokuambia mara ya kwanza, kama ataondoka mwenyewe, na hii haijakaa kiungwana pia. Na bila kusahau mimi shemeji ni mzungu, bado hajanibuguzi wala hajaniudhi. Kwa mwache endelea kukaa mama. Na nipo ndani mara moja. Shemeji, nipo ndani. Yaani wewe ninavyokuchukia. Yaani amri wangu kama nikuue kwa mikono yangu. Sasa nisikilize, ama zako ama zangu. Ufe wewe, nife mimi. Labda nitangulie kuzikwa hapa chini. Bila sivyo, kitendo nitachokuja kukufanya, wazazi wako watanitafuta paka mkubwa wewe. Jaje, kulikoni? Mama, nilikuja kuongea na mume wangu tuyamalize matatizo yetu. Matatizo gani? Mama mkwe wako amerudi? Hapana, hajarudi, lakini mume wangu aliniambia wiki ijayo ataniambia kila kitu. Si kitu mwanangu. Naona kabisa mapenzi yanakuharibu. Si kitu, umevurugwa. Mapenzi yanataka kuutoa uhai wako mwanangu. Hebu fikiria mara mbili basi. Unataka kuniacha mimi mkiwa? Nakuuliza mwanangu, yaani unayafuata mapenzi mpaka yakutoe roho yako ndio ulizike? Nakuuliza. Sikitu, una tatizo gani? Mbona umechanganyikiwa sana? Eti umepatwa na nini? Mama, ni maneno gani unamwambia mke wangu? Yapi? Hivi Kaniki, unaweza kaniambia mama yako mzazi yuko wapi? Mama,
maisha yangu mimi hayakuhusu kwa chochote kile. Yananihusu, yananihusu kwa sababu wewe na binti yangu mna play party hii moja. Kwa hiyo nina kila sababu ya kujua mwanangu anakoishi, anaishi kwenye mazingira gani. Si umenielewa? Yuko wapi mama yako? Na mama yangu anahusikana vipi hapa? Narudia tena, wewe na binti yangu mna play party hii moja. Kwa hiyo kinachokuhusu wewe na mimi pia kinanihusu. Ndio maana nataka kujua mama yako mzazi wewe yuko wapi? Nisikilize mama, watoto tumependana. Mama hupaswi kuingilia kwa chochote kile. Hebu tuache basi tuishi katika maisha ya furaha, na wala usihusike katika kuharibu furaha yetu. Furaha ya leo kwako, kesho kwangu majonzi, si ndiye? Hivi Kaniki, wewe utajiri umeupata wapi? Na kuuliza, utajiri umeutoa wapi? Mama, naona kabisa unataka kuyachimba maisha yangu kiundani. Acha. Watu wengine tunaishi kwa secret zetu mama, na usione utajiri umekuja tu from nowhere. No, tulikuwa na mipango yetu. Eti mipango si kitu. Kuna mambo mawili, chagua moja: kuishi na mimi ili uendelee kuutunza uhai wako, ama kuishi na huyu mtu ili ufe. Achana nacho. Tafadhali. Wewe si ushafukuzwa? Hawezi kunielewa Zumba. He? Wewe tena vipi mwa mchungaji? Mama, najua ni ngumu kunielewa, lakini nilikuwa naomba tena nafasi nyingine mama, niendelee kukaa hapa hata wiki moja tu mama yangu. Nioneni huruma jamani. Unajua nakuheshimu sana mama yangu, na nadhani unalijua hilo. Nafahamu mama. Sasa basi, sitaki nikuaibishe, sitaki nikudhabibishe. Ulisema nisimwambie mchungaji. Kweli mimi sitamweleza, ila sisi hatukutaki kwenye mji wetu. Ni machafu mengi uliyofanya mama mchungaji. Mama, naomba usinifanyie hivyo, naomba unisamee mama yangu. Basi kama wiki moja imeshindikana, hata siku 3 tu mama, niendelee kuwepo hapa. Naomba unisaidie, nitaenda wapi? Mimi nimekusamehe, lakini nikiwa kama mama mwenye mtoto anayemiliki nyumba hii, siku radhi uendelee kukaa kwenye nyumba hii. Urudi kijijini. Kwa nini unang'ang'ania hapa? Sawa mama, mimi nimekuelewa, lakini sasa naondokaje mama yangu? Vijana wameshanikaba na wamechukua nauli yangu. Kama ni swala la nauli, hata mimi nitakupa, lakini tu sikae hapa. Mama, saa hizi ni usiku, basi nipatie usiku mmoja tu, alafu kesho mchana hivi taondoka. We mama, kufikia mchana nimekubali ulale hapa, lakini kesho asubuhi na mapema unatakiwa urudi kijijini. Sawa mama, tafanya hivyo. Mama, inaonekana huyu mama mchungaji hayuko sawa kiakili. Alafu hata baba mchungaji pia alikosea sana kumwoa mwanamke design kama hii. Sio hayuko sawa kiakili tu, ana tamaa pia, na siku zote mtu mwenye tamaa akili yake inakuwa haiko vizuri.
Mke wangu, unajua hii misosi ndo nilikuwa nimeimisi sana wakati ambao wewe haupo. Basi enjoy mume wangu. Wacha we. Mume wangu, toka nimeingia humu ndani sijamwona Maina. Hivi yupo kweli? Maina alienda kijijini kwa mama mdogo, na yote kwa sababu tu alikuwa tu anakaa mwenyewe, kwa akawa najisi mpweke sana. Ukiangalia mimi mwenyewe kazini muda wote nachelewa kurudi, kwa akaona bora tu aende zake kijijini kwa mama mdogo. Sawa. Maana mingi mpigia simu zangu hapatikani. Sasa sijui unawasiliana naye? Hapana, sijaweza kuongea naye kwa sababu unamjua wifi yako cha ukorofi, tulikwazana kidogo, kwa hiyo sijaweza kumtafuta, ila aliondoka atakuwa na hasira mwenyewe. Sawa. Halafu basi achana nayo. Achana nao tule. Sawa. Ilo ungeuliza. Uliza tu mke wangu. Haina sababu ya kuuliza, kwa sababu uliniambia tutaongea wiki ijayo. Kwa hiyo hata kama nikikuuliza sasa hivi sawa sana kazi bure. Ndio, ni kweli, tutaongea wiki ijayo. Cheers mke wangu. Kama nilimwazia kwenye A mpaka Z akashindwa kunyelewa, sasa naenda kumwazia kwenye Z mpaka A mpaka huyo mbwa wake atoke. Mimi sina kazi mbovu, hawezi kuniharibia CV yangu po kabatini. Mtoto mdogo sana yule. Kungwi, haina haja wewe ya kuja pale nyumbani kwake, kwa sababu unaweza ukamfundia pale, ghafla anakuja anatokea mume wake. Unadhani itakuwaje akisikia haya maneno? Hapa mimi ninachokiona, niende nikamchukue mwali wako siku yote nimlete hapa umfundie nyumbani kwako, na hiyo siku nitakayomleta nadhani unapomfunda mimi nisiwepo, niwacheni wenyewe. Basi sawa, hamna shida shoga yangu. Hiyo siku ambayo utakayomleta hapa nyumbani kwangu utanipa taarifa, nijiandae mapema, maana hii kazi naonesha kuwa nzito, natakiwa nianze upya. Sawa, siwezi kukuacha hivi hivi shoga yangu, na kiasi kidogo cha pesa unaweza ukafanya mahitaji madogo madogo. Baba huku nini bwana, amka saa 4 hii. Mbona sielewi? Jana sikuondoka, nilimwomba mama lale usiku mmoja tu tulitimiza hilo jambo ili tuende kwenye chama. Sasa sikuondoka bila kutimiza.